Hatuna sisi mtu ambaye amefika level yake katika miaka karibuni. Hakuna. Nani kashinda ubingwa wa Afrika akiwa na Mazembe, bingwa twice nadhani kama siko sawa, kama Mtanzania wa kwanza kushinda tuzo ya mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani, top kabisa, top class. Kenda kacheza Belgium ligi kuu, kenda England tacheza Aston Villa, kafunga goli aliyofunga na Manchester, Liverpool. Unaweza kufunga Liverpool? Unaweza? Tuatoka Kipangulile kule Bagala kenda kaweka. Kacheza France, kacheza Greece, kacheza wapi? Wewe ndo icon. Hawa wachezaji wanakuangalia wewe. Tumalizie AFCON. Baada ya pale tutakutafutia mechi moja kubwa. Mechi sio mechi, mechi kubwa kabisa. Benjamin Mkapa tunakuaga rasmi. Na ninaweza tukawashawishi TFF kwa kazi ulioifanya kwa nchi yako, tukaistaafisha jezi namba 10 kutumika kwenye timu ya taifa walau kwa mwaka mmoja au miaka miwili, kukupa hiyo heshima na uwanja mzima tukasimama. Na siku mimi ndio nitakuwa namuita bwana, nakuja mbwana pale bwana, tena sitamuita mbwana, namuita bwana. Uwanja unasimama, unapiga saluti, naambia watu wote piga saluti. Tunakuaga kwa heshima. Unaaga kwenye Instagram, bwana vipi wewe? Tukuaga kwenye Instagram, wewe mchezaji mkubwa, wewe ni icon bwana Ali Samata. Hapana. Lakini na nyinyi kuna wakati mna waandishi baadhi tuteti bwana, angalia binafsi we hani wakati mwingine mnachochea vineno vyenu mvyoandikaga. Bwana ameitumikia nchi kwa uadilifu mkubwa kwa miaka mingi. Ameonyesha thamani ya mpira, ameonyesha discipline. Mcheza mpira unatakiwa uishi vipi? Leo mara utasikia kajenga msikiti, mara kajenga hiki, mara kafa mpira. Fatokea Mswahili mmoja anasema mpira wewe ungemjua Haji Manara bila mpira, ungemjua Bwana Ali Samata. Mimi nimkuombe sana mdogo wangu, my young brother, na kuheshimu waziri, unajua na kuheshimu ni matakwa yako, lakini tungekuomba extend hiyo resign yako mpaka baada ya AFCON. Mungu akujalie tushiriki wote, utusupport, uwape hamasa wachezaji. Alafu mbwana sio mchezaji tu, mbwana hodari katika kujieleza. Yule ni kocha pia. Yaani yule anaweza akaleta hamasa kubwa kwenye timu. Yaani yule kuongea na wachezaji wenzie, kuhamasisha hii twende. Ana capacity, ana experience, ana exposure, limeishi Ulaya huko. Wewe utoke kule Mbagala chini kule kina nani bwana mpaka France. Acha timu Nice. Si ndio? Le Havre. Wewe isikie hivyo Le Havre. Ulaya tambwa. Mtu anahama tu, mara Genk, mara sikenda huku, mara sikenda Birmingham, mara Uturuki. Bwana kuna namba za simu za kila nchi. Maana mimi na bwana Ali bwana Samata ziko 9. Bwana Samata ya Kongo, Tanzania, kila nazisave. Ipi atakuwa kwa hewani ndio ukiona tiki 3 au tiki 2. Kwa hiyo mimi namuomba sana Samata, na nimefurahi kwa swali lako. Jamani, simemaliza chana usijala. Haya, twende bwana. Kutoka TBC. Taarifa ni miongoni mwa vitu muhimu sana, na sasa hivi toka walipokuwa wanazungumza pia umeonekana kuna kipu kubwa sana la taarifa kwa kile kinachofanyika kwenye timu za taifa, hususan timu nyingine ukiachana na mpira wa miguu kwenda kwa watu, na mara nyingi wanakuwa wanauliza maswali mengi. Ukiwa kama msemaji wa timu za taifa sasa hivi umeingia, ni kitu kipya, na kwa uzoefu wako, kwa sababu umeishi kwenye swala la upashanaji habari kwa muda mrefu, na kitu gani cha tofauti
kuhakikisha watu wanakuwa familia na hiki ambacho kinakuwa kinaendelea ni kizuri, lakini kwa kuwa wanakuwa hawajui, maswali yanakuwa mengi na wanaamini kwamba serikali inakuwa haina. Uko sahihi. Hata wiki yote tunazungumza na ndugu yangu, nazungumza pia na mheshimiwa waziri, nazungumza na katibu mkuu wa baraza. Nimwambia kama nimekabidhiwa jukumu la kusemea timu zote za taifa, haiwezekani nikae mwezi mzima au miezi miwili sijaongea na waandishi. Kwa mimi nitaweka utaratibu, angalau kila baada ya wiki mbili tufanye press, tuzungumzie timu zetu za taifa. Na nimeomba baraza, uzuri wana conference room nzuri kubwa, na waandishi nyewe wa michezo hamuhitaji labda mwekee ubwabwa, nyewe mnahitaji content. Kwa hiyo nimeomba baraza na ndugu yangu msemaji yupo hapa, na waziri kanisisitiza sana, yani juzi Kasim kanisisitiza sana, kanambia usikae wiki mbili hujazungumza na waandishi, kwa sababu tunahitaji update. Na kama nimeikubali nafasi, maana yake ndio majukumu nilopewa. Kwa hiyo nawaahidi, kama uliuliza swali lako, kwamba angalau mara mbili katikati ya mwezi na mwisho wa mwezi tunafanya press kueleza majumuisho. Na kama itatokea tukio kubwa limetokea, timu ya Twiga imekwenda nusu finali sio robo finali, nitakuja kusema. Wao wanaosema kwamba ulikuwa wapi, ndo tulipeleka timu ya taifa kule Morocco, nitakuja kusema. Kwa hiyo litokea tukio tumeshinda gold medal Commonwealth, nitakuja kusema. Yes, lazima tutambe, chetu. Unataka tukae kimya? Tutakuja. Kwa hiyo tutakuwa na press za mara kwa mara, na tutaweka utaratibu. BMT naomba sana, kama maelekezo ya swali, watu wana kiu. Wengi hapa walikuwa hata hawajui kama timu ya long tennis ilikwenda Brazzaville. Mko unajua? Hamjui. Sasa hizo taarifa tunawapa wenzetu wa mara kwa mara. Tusiwalaumu waandiki, kumbe wakati mwingine hawajui. Nani kawapa taarifa? Hasa lazima sisi tu tunawapa taarifa ili wapate kuzipeleka. Na mimi naamini hii tusimamishe. King akashuka Surulere Stadium akawapiga goli pale, akacheza timu ya taifa ya Nigeria. Nakumbuka katika kitabu chake someni kinaitwa My Life and Beautiful Game. Shida wa vijana siku hizi hataki kusoma. Pele anasema katika tukio liliwahi kumhuzunisha, alimpiga chenga yule goalkeeper kama madoido hivi, alafu akafunga. Yule kipa akalia pale uwanjani, kalia machozi analia, kwa makafungwa goli kama la kudhalilishwa. Pele ikabidi amfuate, akamwambia goalkeeper, kumbuka umefungwa na Pele, kufungwa na Yipe. Wewe alifunga ile goli ni King Pele. Wewe usilie, heshimu uwezo wangu. Ndio vita vilisimama ndugu zangu kwa ajili ya hasa leo. Hizi challenges zipo, tukatai, lakini hazihusiki na mpira huu. AFCON hii ikija hapa, kuna manufaa makubwa kwenye sekta ya biashara, mamalishe, wauzaji, sijua kila kitu, uchumi wa watu, boda boda. Sisi kule halmashauri ya jiji, bajeti yetu ya makusanyo yetu